السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد. Waislamu wapendwa, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi wa viumbe vyote, kwa kutuwezesha leo kukutana tena katika mitandao hii ya kijamii kwa dharura. Leo si kuja kwa sababu ya mawaidha, isipokuwa nimekuja kwa sababu ya janga ambalo limenipata jana tarehe 10 na ngapi? 16 jana tarehe 16 mwezi huu wa 8 mwaka wa 2026 mwendo wa saa 2:45 ya usiku. Nilikuwa nimetoka hapa Likoni kwangu, nikawa nimeenda kule Miritini kwenda kutoa mawaidha. Nikatoa mawaidha kipindi cha magharibi, baadaye isha nikaswali msikiti mmoja hapa ni Jongo tuseme tu, kwenye ule mtambo wa mafuta ya uto Pwani, nafikiri ni Pwani Oil Products Limited. Kwa nyuma kuna msikiti unaitwa Mwikombo, mbele yake kuna misikiti miwili. So nikaswali ule msikiti wa mwisho ishai, baadaye nikaondoka nikawa naja nyumbani. Sasa nikapitia barabara hii ya bypass ya Dongo Kundu kutoka Miritini kuja na Dongo Kundu kwa kuhepa jam kule feri. Lakini nilifika pale bypass hiyo kuna flyover ya kwanza na flyover ya pili. Nikamaliza zote flyover mbili. Hii ya pili ukija huku mbele utakuta kuna kibao kiko kando ya barabara. Yani kuna chuma alafu kuna kibao kando ya barabara kimeandikwa Kibundani. Saa 2:45 nikavamiwa na vijana wa mapanga. Walikuwa wengi zaidi ya 40, lakini waliojitokeza pale barabarani walikuwa ni wawili. Mimi niliwaona kule chini wengi na mapanga walikuwa wamejificha. Wakajitokeza wawili wakawa wanavuka. Sasa mimi uzuri sikuwa mbio, kwa sababu sikuwa na mawazo kwamba nitavamiwa, ama sikuwa na, yani hakukuwa na hayo mawazo kabisa kama kuna watu wa mapanga watanifanya. Wakavuka, wakawili, wakashuka, wakaja, wakanivizia, wakanishika, wakanibwaga hii pikipiki, nikaibwaga chini, wakanikanyaga chini. Hapo barabarani, hapo kando ya barabara kabisa, wakanikanyaga chini. Mmoja saka nikia kisu panga la shingo. Manake ilikuwa nafasi ya kuniua ishapatikana kabisa, hakukuwa na kizuizi chochote kuhusu kuniua. So mimi nikawa napiga kelele nasema, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, la ilaha illa Allah, kwani mimi nimefanya nini? Mimi shida yangu ni nini? Nimekosea wapi mimi? Basi jambo ambalo walilifanya, wapi simu? Kachukuliwa simu, nikanyang'anywa simu. Alafu wapi namba ya M-Pesa? Kulikuwa kuna garamangwa hapo nimepewa za dawa, mimi ninafanya kule clinic ya matibabu ya kisuna. Nimepewa garamangwa hapo za kununua dawa. Nikabidi niwapatie hiyo namba ya M-Pesa. Mpaka wakaona kabisa imefunguka ndio hii. Baada hapo mmoja akanikanyaga hapa nyuma kwenye mbavu. Nafikiri sioni kama mbavu nimevunjika, lakini na maumivu makali. Baada hapo mmoja akaja kwa mbele akanipiga pangala hapa kichwani, lakini upande ambao si wa kukata. Na kama ile kunishtua kwamba ukifanya mchezo tunakuua. Kwenye mfuko umeweka nini? Wakanisearch kwenye mifuko, nikamwambia hakuna kitu. Mimi nikamwambia jamani, mimi ni Ustadhi Mazinge, mimi sina chochote, sina mbele, sina nyuma. Mmoja akasema, "Oh, wewe ni ule Mazinge wa mawaidha. Amka." Nikaamka, akachukua ile panga lilokuwa nalo akanipiga upande wa huku ubavuni. Baba akanipiga huku tena, hakunipiga polepole, nipiga kamba mimi ni ng'ombe. Baba, amka, chukua pikipiki yako nenda. Nikaamka, nikajikokota polepole, siwezi hata kutembea. Nikainua pikipiki, wamekaa wananiangalia sasa. Wakati nataka kuinua pikipiki, kuna jamaa alikuwa ametoka na gari mbio sana upande wa huko nyuma yuaje huku checkpoint. Jamaa alikuwa kama speed 140. Alipoona wale vijana na mapanga akajua kabisa hawa ndio wale, akalenga miongoni mwao. Lakini wale vijana wakaruka. Mmoja wao akaruka ngambo hiyo, lakini lao kama ile gari ingempata yule jamaa, yule mmoja angekatika kwa atakafa. Na yule jamaa kusimama na gari huyo akaenda moja kwa moja. So
Mimi nikajikokota, nikachukua hiyo pikipiki ya wenyewe. Hawakuifanya chochote hiyo pikipiki wala hawakuichukua. Na mimi pia si yangu, nilikuwa nimefanya kuikodi hapa misikiti miwili. Nikaja mpaka Inuka station, nikachukua OB number. Namba yenyewe hata ndio hii hapa. Nikawaeleza askari, hii ndio OB number ambayo nilipewa jana hiyo tu usiku. OCS wa pale akaniambia fanya haraka, nenda Safaricom wapigie wa block hiyo namba, sije wakaifanyia uhuni alafu baadaye ukaje ukashikwa ukaambia wewe ndio umefanya huo uhuni. So naumwa mpaka saizi, naumwa, hali yangu si nzuri. Na nilipofika hapa misikiti miwili nikafahamishwa na hawa vijana ambao ni wa bodaboda hapo, wakanichukua wakaninunulia painkiller hapo dukani. Na wakaniambia hapo juzi last week kuna ndugu pia ameuawa hapo nilipopigwa mimi mapanga na kunyang'anywa simu na pesa. Hapo last week kuna jamaa hapo ameuliwa. Alikuwa na pikipiki, yeye alikuwa yuko speed sana. Akapigwa jiwe la kichwa akaanguka. Alipoanguka akawa sasa ashapoteza fahamu tayari. Wale vijana wakaenda wakamkatakata hapo, alafu akachukua ile pikipiki wakaienua, wakachukua funguo wakaizima, wakaipiga standi mbili ile pikipiki wakaiacha hapo. Vijana hao wakakimbia wakatoroka. Kwa hivyo hata wale vijana nilipowaeleza na walipoona tukio hili wakasema hata wewe una bahati, mwenzako aliuawa last week hapo. Kwa hivyo langu ni kusema kwamba yote ni mitihani. Mtu uzaliwa siku moja na akafa siku moja. Sidhani kama kuna kufa siku mbili. Lakini inaonekana labda kifo changu hakikupangwa pale ambapo jana yalitokea haya. Labda kufa kwangu kumepangiwa sehemu nyingine. Na huu mkono nao walipiga panga upande wa huku, wengine wakanikanyaga huu mkono kama umevunjika kwa ndani, siwezi sasa hata kushika chochote. So nipo tu kama kawaida. Na kama Waislamu wapendwa, hiyo line yangu ya 0710843989 ilikwenda na hiyo simu. Lakini nimeshare new nyingine tayari. Kwa hivyo wale ambao wangependa kuniunga mkono kwa chochote kutoka nchi yoyote ile, basi watatumia namba ile ambayo nilikuwa nikiitumia katika shughuli zangu za dawa na kurekodi mada mbalimbali. Kwa hivyo mtatumia namba ile 0710843989, 0710843989. Hiyo ndio namba yangu ambayo unaweza ukaniunga mkono kwa chochote, kwa sababu kama mnavyoelewa wapendwa, kazi ya dawa haina supporter. Hii tunafanya tu lakini haina supporter, na tunavumilia kwa sababu malipo ni kwa Mwenyezi Mungu. Lakini misikiti mingi washadharau tayari hii kazi ya dawa, wametudharau mpaka na sisi wenyewe. Kienda wanakuita tapeli. Sasa imagine mhubiri mkubwa kama mimi, shekhe mkubwa kama mimi, na nikifika baadhi ya misikiti bado nafukuzwa. Unaweza ukaamini? Nikifika baadhi ya misikiti nafukuzwa. Nikienda Baluchi nafukuzwa. TSS nafukuzwa. Nikienda msikiti waitwa nini, msikiti mwingine huu pale Makadara Ground wa mheshimiwa Dori nafukuzwa. Yaani ni jambo la ajabu kabisa kuona kwamba viongozi wa misikiti wananiona mimi ni adui mpaka wananifukuza msikitini na nafanya kazi ya dini. Ni jambo linashangaza na wale linaniumizaga tu sana. Lakini ni kushukuru Mungu kila kitu, kwa sababu kila mtu ana uelewa wake. Kuna mwingine anaweza akaona kwamba dawa anayoifanya ni kitu kibovu sana, hakifai, hata afadhali kafiri, ana afadhali kuliko mimi. Lakini kila mtu ana uelewa wake na kila mtu ana imani yake. Kwa hivyo ni hayo tu ndugu Waislamu. Ni jana tarehe 16 mwezi huu wa 8 saa 2:45 ndo nimevamiwa hapo Kibundani na hao vijana wa mapanga. Wamenivunja mkono huu na wamenikata huku kwenye magoti na kule hichi kidole pia walinikanyaga wakakibomoa, lakini nashukuru nimemeza painkiller. Kwa hivyo Mungu inshallah atawajalia kila la kheri. Kila atakayeniunga mkono kwa hili Mwenyezi Mungu atakulipa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.